naiona mechi ya Simba na TRA. Naona kabisa Simba wataenda kwenye mchezo wakiwa na mawenge. Umeelewa? Au mawenge yanakuja kwenye picha moja ya msingi. Hawa TRA ndio ambao wamewasimamisha Yanga kuchukua pointi 3 muhimu pale Arusha. Sisi tunasoma. Hao TRA kuifanya Yanga sichukue pointi 3 ni faida kwao, kwa sababu walitegemea kwamba Yanga wangeweza kuchukua pointi kwao. Kwa maana yake imewaongeza morali, ile morali yao imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Wanaenda kucheza na Simba. Daraja la Yanga na Simba ndio lile lile. Umeelewa? Kwa maana ile wanasema momentum, wana momentum nzuri au morali nzuri ambao wako nayo TRA, ni wanaenda kukutana na Simba, ambayo Simba wameenda kuto kupata pointi 3 na Pamba. Sasa ukiangalia hapo, nani mwenye faida kisaikolojia? Unamwangalia TRA ndiye mwenye faida kisaikolojia. Anaona kwamba huenda pia alistahili kushinda ile mechi dhidi ya Yanga. Yale maswali ambayo Simba anataka kwenda kuyajibu ni maswali ambayo ya kutengeneza nafasi za uhakika za kupata magoli ambazo walizitumia akiwa na Pamba, lakini hawakuzitumia. Kwa hiyo kwenye ile game ukiona, naona Simba wanaenda kuwa na pressure kubwa. Huenda pia ikawa ni sare nyingine tena kwa Simba. Lakini binafsi Kante si mchezaji wa kucheza Simba kabisa. Binafsi. Yani tangu afike Simba Sports Club sijaona delivery yake kubwa ambayo watu wengi walikuwa wanaipigia. Maswali ambayo yataenda kuulizwa Simba Sports Club ni kwenye eneo lao la defensive line. Kwangu mimi nimekuwa nikimkataa Ismail Toure na nimekuwa pia na sababu zangu, kwa sababu si mchezaji. Nikimwangalia Ismail Toure ni version ya mtu kama Antonio Rudiger wa pale Real Madrid. Huwa ni mfano. Waache kuigombanisha bodi ya ligi na Watanzania. Tuchezeni mechi. Unaruhusiwa kusajili wachezaji 30. Sikilize kwanza hapa meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, Ahmed Ally. Mambo nayo kwa speedy. Ahmed Ally hapa. Alama 2, lakini wala hatuna mashaka. Gap ilipaswa kuwa alama 1, lakini hata hii alama 3 ambayo itakuwepo baada ya sisi kumaliza viporo vyetu, bado tunaamini ni gap finyu mno, na ndio maana wala hatuna mashaka. Na ndio kwanza mnyama akacheza mechi 13 pekee. Yule beki mwenye rasta yule kachoka, amecheza lini? Wewe ndo Yanga sana. Yule mwenye rasta amechoka, amecheza lini? Amecheza lini yule mpaka achoke? Haya, yule captain yule mtanga mwenzio yule sikaanza kucheza juzi tu, amechoka lini? Jamani, amechoka lini? Haya, nenda kaangalie nani mwingine nikwambie. Buba amechoka yule, amecheza lini? Buba amecheza lini? Buba Rama huyu ndo wataki kumuona. Nani yule, kuna yule mdogo mmoja Mzanzibari yule nani? Acha Ninjo. Huyo lomtaja huyo. Shehan Rashid. Amecheza lini huyo mpaka achoke? Amechoka, amecheza lini? Kwa hiyo ni visababu tu wanatafuta. Mtu kaja dirisha dogo leo kachoka. Dirisha dogo Januari. Sasa hivi unaambua kachoka mechi Mbambala, kachoka lini? Waache sababu, waache visingizio, waache kuigombanisha bodi ya ligi na Watanzania. Tuchezeni mechi. Unaruhusiwa kusajili wachezaji 30. Akichoka huyu anaingia huyu, akitoka huyu anaingia huyu, hivyo tu mpaka tunamaliza. Bana, tumemsikia vizuri afisa habari wa timu ya Simba huyo Ahmed Ally akimwaga maneno kuelekea katika mchezo wao dhidi ya TRA United, lakini akirusha kijembe kwa wananchi kwamba kusiwe na kisingizio cha namna yote. Sasa muda huu ndo muulize swali lako Jackie. Jackie. Sasa ligi ni ngumu. Kila mtu anang'ang'ania kupata alama 3. Timu ndogo na timu za kati zenyewe zina improve kuonyesha viwango vyao. Tushaona Simba naye ametoa sare game iliyopita, mchezo uliopita.
dhidi ya Pamba Jiji. Wako upande wako na ionaje game ya kesho? Umeona TRA amemkazia Yanga pale, ametoa na sare. Unaionaje game kwako? Binafsi tunaenda kuona game nzuri. Nilizungumza wakati wanaelekea kwenye mchezo ule wa kwanza ambao uliahirishwa. TRA ina wachezaji bora sana kwa sasa hivi. Though kuna baadhi ya wachezaji wanakosekana kwenye huu mchezo, lakini bado wana wachezaji bora sana ambao wana uwezo wa kwenda kuisumbua Simba Sports Club. Kuisumbua kivipi? Simba Sports Club pamoja na kuwa na ubora wa wachezaji wengi sana na hasa kikosi chake cha kwanza ambacho kocha anaanza nacho kwa kipindi cha hivi karibuni. Ukijaribu kutazama kwenye michezo mitano kama sio sita ya Simba Sports Club inaingia na kikosi kile ambacho ambacho mwalimu amekiamini, first 11 yake, ambayo inakuwa haina mshambuliaji, kunakuwa tu na acting, kunakuwa na mshambuliaji ambaye mshambuliaji kivuli ambaye mara nyingi tunamwona Ino, lakini kwa mchezo uliopita alianza Chama kwenye lile eneo, ndo alikuwa anacheza kwenye kile eneo, alikuwa Mpanzu. Chama na Mpanzu, yani kuna muda Mpanzu tunamuona anashuka, mechi iliyopita Mpanzu ndo alikuwa katikati, anapanda, kuna muda Chama anashuka, Mpanzu anapanda. Yani kuna wakati walikuwa wanapishana kwa ajili ya unajua Chama sasa hivi kwa age alionayo si mtu ambaye hapo anamtumia sana, anamchosha though, lakini still kwa age yake si mtu ambaye anapaswa kuzurura kwa kiasi kile. Ndio maana kuna nyakati unaona Aura anashuka, Chama anarudi ku relax juu kidogo, then baadaye kama mechi iliyopita utamwona Mpanzu anashuka, anamwacha Chama awe free. Kuna mashambulizi almost matatu yamemkuta Chama akiwa peke yake mbele, na maana Mpanzu alirudi kuja kutafuta ili aweze kumpa. So kwa kipindi hiki ambacho TRA wanajaribu kujitutumua kukaa kwenye zile nafasi ambazo ni salama, itakuwa ni ngumu sana kwa Simba kuweza ku manage mchezo kwa asilimia kubwa, hasa kwa kipindi hiki ambacho wamefuruliza sana kucheza. Steve Baka anaenda na kikosi kile, ni rahisi sana kumsoma. Walishaanza kumsoma tangu mchezo uliopita ambao tayari wanafahamu nini wanachoenda kukifanya kwenye mchezo huu. Tayari TRA wanajua ni namna gani ambavyo wanaenda kuiface Simba. Yani ni kama wanakopi tu zile material wanazihamishia kwenye mchezo huu. Labda waangalie zile substitutions ambazo zilifanywa, wachezaji walioingia walienda kuonesha nini. Mpanzu alianza kwenye mchezo uliopita, inawezekana akaanza mchezo huu alionyesha nini kwenye mchezo uliopita. Sasa hivi tuende endapo tutakutana na Mpanzu ama Ino, tunaenda kuingia vipi kwenye tunaenda kuwazuia vipi? Wewe tunafahamu wanacheza vipi, tutakafanya nini? Kwa hiyo asilimia kubwa ya wachezaji wa TRA na mwalimu wao tayari kwenye vichwa vyao wanafahamu nini wanaenda kukifanya tangu wiki moja nyuma kwenye mchezo huu dhidi ya Simba Sports Club. Simba Sports Club ana nyakati bora kwenye pitch, lakini ni ngumu kwao, imekuwa ni shida sana kutumia nafasi ambazo wanazipata. Wanapata nafasi nyingi sana. Ni kama copy na kupaste tu kwenye michezo ambayo tumetoka kuizungumzia Young Africans, ambayo wame create chances nyingi sana, lakini wameshindwa kuzi convert kwa mabao. Na Simba wana ugonjwa huo pia kwa kipindi hiki cha hivi karibuni, kwa sababu ya kukosa mshambuliaji ambaye ana njaa, tunaweza kusema. Na una mwalimu ambaye ana goli 5 kama niko sawa, kama sio 4 kwenye ligi, lakini amecheza baadhi ya michezo kadhaa hapa nyuma kabla ya kufungiwa, hakuonyesha hali ya upambanaji ama njaa ya kuhitaji mabao mengi kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Amekosa nafasi nyingi, amepoteza mipira mingi kwenye zile chances ambazo zilikuwa created kwake. Tukirudi kwa Jonathan Soa ambaye inawezekana ingekuwa ni msaada mkubwa sana endapo asingekuwa na haya matatizo yake. Ni mmoja kati ya washambuliaji bora sana. Inawezekana kwa kikosi hiki cha Simba sasa hivi tangu waingia kina Chama, Goye, Oura, Ino, wakina Kibabage, inawezekana kwa namna ambavyo inacheza sasa hivi Simba wangekuwa na mshambuliaji mwenye njaa, basi wangekuwa anafunga mabao mengi sana. Jonathan Soa ni mmoja kati ya hao wachezaji washambuliaji wenye njaa. Ila shida yake ni hayo matatizo ambayo yanamsumbua, kwa maana ya
sio niseme ni ubabe, sio niseme ni utovu wa nidhamu na vitu vinginevyo. Kwa hiyo binafsi walienda kumchukua yule mchezaji kutoka Mbeya City Baraka Mwangosi. Yes, Mwangosi. Kuna namna ambavyo Mwangosi mimi binafsi the way ambavyo anacheza bado hajanivutia. Bado ana safari ndefu sana, na tulizungumza last time tukasema asibebeshwe mzigo mkubwa. Lakini kwa kikosi cha Simba ambacho kinahitaji matokeo ili kiweze kukabebe ubingwa, yani ni title contender, alafu unachukua mshambuliaji ambaye mnasema mkamvumilie, itachukua itawapitia wakati mgumu sana, yani watapitia wakati mgumu sana Simba Sports Club kwenye michezo ya hivi karibuni. Kwa binafsi tunaenda kuona mchezo mzuri sana, mchezo bora sana. Ni namna ambavyo tu TRA watakuja. Inawezekana wakaja na uchovu. Mchezo uliopita umetumia nguvu kubwa sana dhidi ya Young Africans. Wametoka Arusha kuja Dar es Salaam. Ni siku 3 tu ambazo wametumia kuelekea mchezo unaofuata. Kwa hiyo binafsi kama TRA hawatakuwa na uchovu mzito sana kuelekea mchezo huu, inawezekana kaenda kufanya wonders. Kama TRA itakuja itakuja ikiwa imepoa kwa makali ambayo tumeyaona dhidi ya Young Africans, basi watakuja kuwadaika hapa Dar es Salaam. Simba pia kama wamepata nyakati nzuri sana ya kujiandaa vyema kuelekea mchezo huu, na kama homework zao wamezifanya vizuri, kwa sababu bado shida kama ninavyosema kwenye eneo la ushambuliaji bado shida ipo kubwa sana sana. Kama wataendelea na mtindo huu wa kukosa nafasi, kutotengeneza mabao kwenye hizi nafasi ambazo wanazipata, basi watapitia nyakati ngumu sana na zitaenda kuwa cost huko mbele. Sasa JJ, huu mchezo tuliona kocha wa TRA Etienne Nderagije, ndio aliseti vizuri sana kwenye mechi dhidi ya wananchi Young Africans pale kwenye mechi ambao walikuwa nyumbani. Anakwenda kucheza na timu ya Simba ambayo mchezo wa kwanza alikuwa ameshaandaa mpango kazi, lakini mvua ikaharibu mpango kazi wake. Ni mpango kazi ule ambao atakuwa aliuandaa kwenye ile game ndio atakuja nao hapa Isamuyo, ama kuna approach nyingine huenda akaitengeneza kwenye mchezo huu wa kesho? Yes, kwa sababu Mzamiru Yasin hayupo kwenye mchezo wa kesho, na pia taarifa sijaipata kama Shamu Karabwe pia ataweza kucheza. Shamu hatacheza kwa sababu hata kwenye ule mchezo uliopita ule hakupaswa kucheza. Hakupaswa kimkataba. Mchezo wa Young Africans au mchezo wa Simba ule na TRA. Kimkataba. Maana anakaa kwenye mbao ndefu pale. Asanteni kwa taarifa. Jukwani. Yes, asanteni kwa taarifa. Sawa. Lakini kama hawa wachezaji wawili wangecheza kwenye mchezo wa kesho, Simba Sports Club nisingempa nafasi ya kushinda mchezo wa kesho. Kwa sababu uliona namna Mzamiru Yasin alivyowakazia Young Africans kwenye eneo la kati kufunga ile mianya yote, na akisaidiana pia na bwana mdogo Jamal ambaye ni Mtanzania, pia amekuwa na kiwango kizuri. Moja kati ya namba 6 ambao wana viwango vizuri sana kwenye ligi yetu ni pamoja na Jamal, anafaa jezi nambari 14. Yes. Na ukiangalia pia eneo lao la defensive line, Valentino Uma atakuwepo, sio? Itakuwa ni ngumu sana kwa Libase Gay, kwa sababu Valentino Noma ni moja kati ya defenders ama fullbacks ambao ni very physic, na nenda mbele kwa uharaka, wanarudi then at the moment. Uliona kwenye mchezo uliopita, nadhani winga alikuwa anacheza upande ule wa Young Africans, alikuwa anapata wakati mgumu sana. Mwangalie John Lazarus, moja kati ya fullbacks wazuri, moja kati ya fullbacks ambao kiukweli Pacome alipata wakati mgumu sana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ukiangalia Pacome alifungiwa kwa namna zote sana. So naenda kuona Aniset Ura pamoja na Libasi Gay yes, samani kumradhi. Yes, Aniset Ura pamoja na Libasi Gay wanaenda kupata wakati mgumu sana, kwa sababu nikiangalia Aniset Ura ni version ya Pacome Piodo Wazuzo, si ndio? Yes, japokuwa tunasema technical abilities zinaweza zikawa zinatofautiana. Huyu Aniset Ura ni orthodox, though anacheza na mguu wa kulia. Nikisema orthodox ni mchezaji ambaye ana operate kwenye eneo lake, yani eneo lake la kimsingi, huku kwenye touchline naenda kumkuta mara zote. Kwa hiyo huyu John Lazarus ni moja kati ya wachezaji ambao wanapenda zile physical battles moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye mianya hiyo ya pembeni watakuwa wamefungiwa. Hofu yangu ni kwenye eneo la katikati, sehemu ambapo Nasri Kombo
Escobar, yes, one of the best center backs ambaye mipira ya aerial balls anacheza vizuri. Sasa anayekuja kupata naye kwenye hilo eneo ndilo eneo langu ambalo lina doubt kwa kiukamilifu pia kwa TRA, kwa sababu TRA imekuwa na backbone ya wachezaji watatu. Unapomtaja Shamu Karabwe, Mzamiru Yasini ambaye anakosekana, and then Valentine Uma peke yake, uliona hiyo partnership kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu eneo ambalo ana operate Shamu Karabwe ndilo ambalo anakaribiana zaidi na Valentine Uma, lakini wakati huo pia Mzamiru Yasini ana drop kwenye eneo lile. Kwa hiyo unakuwa ni utatu kutokea Simba last season, wanakuja kutengeneza stability kwenye eneo hilo, wanafunga mianya kwenye eneo hilo. Ukija kwa upande wa juu unamkuta Nasri Kombo Skoba, unamkuta na John Razarius upande ule, lakini na Jamal anaenda kusupport. Kwa hiyo unaona mianya imefungwa moja kwa moja. Sasa maswali ambayo yataenda kuulizwa Simba Sports Club ni kwenye eneo lao la defensive line. Kwangu mimi nimekuwa nikimkataa Ismail Toure, na nimekuwa pia na sababu zangu, kwa sababu si mchezaji. Nikimwangalia Ismail Toure ni version ya mtu kama Antonio Rudiger wa pale Real Madrid. Huo ni mfano mzuri sana. Ni wachezaji ambao ni wachezaji ambao wana Simba wanafanisha na Rudiger. Yes, umtake razi bwana. In terms of in terms of namna ya wachezaji wengine hapa Bongo. Yani Rudiger. Mfano wewe mzee wa mida, naweza nikakufananisha kama na Jim Beglin. Si vibaya kwa namna ambavyo labda una host hapo, sio? Okay, yes. Kwa hiyo mimi namfananisha huyu Toure kama Antonio Rudiger, ni kwamba kwenye game yao wanacheza reckless fouls nyingi sana ambazo si muhimu kwenye mechi yao. Mfano kwenye mchezo uliopita wa Pamba Jiji, alienda kucheza ile foul pale ambapo Simba Sports Club alienda kuadhibiwa kwenye mchezo ule, alikuwa ni nani? Toure. Si Ismail Toure, sio? Kwa hiyo tunasema, naweza nikasema mentality ya Ismail Toure si kama Shamu Karabwe. Mwangalie Shamu Karabwe kwenye mchezo dhidi ya Young Africans, mwangalie ile composure yake, utulivu. Kuna chenga kama mbili, moja ilimlamba Mohamed Hussein Zimbwe Junior easily kabisa, very comfortable tena kwenye eneo lake. Imagine wewe ndo center back wa mwisho, and then unaenda kucheza unaenda kuwa na composure ya 100% kwenye lile eneo. Kwa hiyo Simba Sports Club wanaenda kuulizwa maswali yao mengi sana kwenye defensive line yao. Hatujaishia hapo. Sawa. Upande wa kushoto, wing ya kulia, eneo namba huko kwa namba 7. Anapocheza Ramadhan Chobwedo Messi. Sio menelo vizuri. Ramadhan Chobwedo nani pale? Messi. Kijana mdogo tu Chobwedo. Yes, bwana kijana mdogo. Angalau umri wake chini ya umri wa miaka 25 Yes, yule ni Serengeti Boys Ngorongoro kabisa, ni mtoto mdogo kabisa. Ana uchebe fulani hivi umeshiba. Kipara kinawaka kinang'ara ng'ara hivi. Ichanganye uone. Mwangalia Nixon Kibabage. Ndio. Na vile anavyo overlap kutoka kwenye eneo lake kwenda kwenye eneo la juu, anakuja kutengenezewa overload na Chobwedo ambaye ukimpa nafasi sehemu ndogo, nusu nafasi, amekuadhibu. Sio umeelewa vizuri? Kwa hiyo leo Simba Sports Club wanaenda kustruggle kuanzia eneo la huku ambapo anacheza Nixon Kibabage kuja eneo la Toure. Sio umeelewa vizuri? Kwenda kwenye eneo la of course kwangu mimi Rushin Derek ni moja kati ya top defenders kwenye ligi yetu kwa sababu ya ile composure yake, utulivu wake kwenye lile eneo. Eneo anacheza Kapombe kwangu mimi no doubt. Winger ambaye atakuwa anacheza kwenye eneo lile ambaye ni it's either Ami Mapaka ambaye Ami Mapaka last game niliweza kumlaumu sana kocha wa TRA kwa sababu Ami Mapaka kuanzia dakika 70 energy yake ilishuka sana. Ulihitaji mchezaji mwingine wa kaliba ya Ami Mapaka kwenda kucheza kwenye eneo hilo. Lakini Chanda Chewe si mchezaji ambaye anaweza kwenda kucompete na Kapombe moja kwa moja kutokana na experience ya Kapombe. Kapombe amekutana na watu kama kina Reda Slim, amekutana na watu kama kina Mohamed El Shahat wa pale Al Ahli, amekutana na watu wengi wakina Mshishi Temba, wakina Mshishi, amekutana na kina Temba Zwane ambao tunawazungumzia. Kwa hiyo kwangu mimi sitoona athari kwenye eneo la kulia la Simba Sports Club. Eneo jingine ni anapocheza Kagoma pamoja na Kante. Sijui kwangu mimi sijui kwenu nyinyi, lakini kwangu mimi naona nadhani kuna upungufu wa technical kwenye eneo hilo. Yaani kuna upungufu wa eneo la kiufundi kwenye eneo hilo kwa sababu Kagoma anapoteza pasi, Kante anapoteza pasi. Si ndio? Unakutana na timu ambayo ina Jamal eneo la katikati, ana operate kama namba 6, anakuja juu kama namba 8. Nadhani leo mwalimu sijui lakini kama kesho kama ataenda kumtumia bwana mdogo Omar, nadhani mechi itakuwa imekufa hapo.
lakini kama akipewa nafasi Nasoro Kapama ambaye taarifa zake sina, ila ni mchezaji wa TRA, taarifa za kuumia kwa huyo sina. Kwa hiyo kama labda kesho angecheza huyu nani Kapama, nadhani angepata composure. Kapama cheza kwenye eneo la number 6, then Jamal nenda kwenye eneo la number 8, vuruga kwa kina Kagoma pamoja na Kante, kwa sababu una uwezo upya kuingia kwenye huo uvungu. Yes, nadhani kesho mchezo ungekuwa mgumu, lakini kwangu mimi ni summation, nampa Simba Sports Club ushindi kwa sababu ambazo nimestaja. Unaendelea? Kwa kujazia. Nimemaliza. Yes. Amezungumzia eneo ambalo Kante na Kagoma wanacheza. Binafsi ingekuwa ni mshauri wa Steve Barker. Lile eneo nadhani Kante astahili kucheza. Anakaba sana wenzie. Na waficha yani. Anakaba, yani anakuwa ni kama mchezaji wa 12 kwa timu pinzani. Okay. Nikiwa na maana gani? He's not good kukaba, yani si mzuri kwenye kukaba. Na pia si mzuri kwenye kushambulia. Kwa sasa hivi ni mmoja kati ya wachezaji binafsi ningewatoa kabisa kwenye mchezo. Yes. Ni either aende na Kamara ama amtumie Morris kwenye hilo eneo. Kwa nini? Kuna nyakati Simba inazidiwa, inahitaji mchezaji mwenye speed. Kagoma anaweza kaenda kachafua kila kitu, ila kupata mchezaji ambaye sasa atachukua mpira kutoka kwa Kagoma kuipandisha timu juu anakosekana. Morris Abraham last game ameingia, lakini amemchelewesha sana kuingia. Kipindi ameingia tumeona impact ambayo alienda kuiongeza kwenye kikosi cha Simba. Binafsi Kante si mchezaji wa kucheza Simba kabisa. Binafsi. Yani tangu afike Simba Sports Club sijaona delivery yake kubwa ambayo watu wengi walikuwa wanaipigia kuiona kwake. Kwa hiyo kwenye eneo la kiungo at least achague aende na Morris ambaye atampa vitu viwili. Morris ni mzuri kwenye kudefense kwa sababu ni mwepesi, anawahi kurudi kuja kusaidia kukaba, lakini pia ni mwepesi kwenye kufanya timu ishambulie, either apige long balls ama pia aje tucheze 1-2 tukimbizane twende mbele. Ana uwezo wa kumanage, lakini wanampa mzigo mkubwa sana Chama. Na naona mara nyingi tunazungumza hapa, Chama kuna mtu anamkuta kama ni namba 6, anarudi chini kabisa kuja kuanza kukaba, anarudi chini kabisa kuanza kuchukua mipira, kuanza kuipeleka timu mbele. Kwa sababu gani? Namba 8 kwenye kikosi cha Simba haifanyi kazi yake kabisa. Na ndio maana Chama ambaye ni Kante hawezi kufanya kazi yake kabisa. Kwa upande wako wewe Lugano, Simba anakwenda kucheza na TRA. Simba ni faida kucheza nyumbani kwenye mchezo. Of course, na ni faida kubwa kwa Simba kucheza nyumbani, ni baada ya kutoka Mwanza. Kama ilivyo kwa Yanga na ndivyo ilivyo kwa Simba. Simba naye ana mzigo mkubwa sana mgongoni kwake. Jinsi ya kuubeba ni wataalamu wa psychology waende kuwatuliza Simba, kuambia wachezaji mazingira ambayo wanapitia wafanye nini. Unajua kusare na Pamba Jiji wakiwa ugenini. Na si kwamba alicheza vibaya Simba. Unajua kibaya ni kwamba ukisema nimecheza vibaya unaweza kukosoa ni ukosea wapi. Lakini umefanya shughuli zote ili umekosa nafasi ya kufunga magoli na ukafungwa wewe goli. Pia ni kitu ambacho kinawagharimu Simba mpaka sasa. Kwa hiyo Simba wana ile unasema wataenda kwenye mchezo wakiwa na mawenge. Umeelewa? Au mawenge yanakuja kwenye picha moja ya msingi. Hawa TRA ndio ambao wamewasimamisha Yanga kuchukua pointi 3 muhimu pale Arusha. Sisi tunasoma. Hao TRA kuifanya Yanga sichukue pointi 3 ni faida kwao, kwa sababu walitegemea kwamba Yanga wangeweza kuchukua pointi kwao. Kwa maana yake imewaongeza morali, ile morali yao imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Wanaenda kucheza na Simba. Daraja la Yanga na Simba ndio lile. Umeelewa? Kwa maana ile wanasema momentum, wana momentum nzuri au morali nzuri ambao wako nayo TRA, ni wanaenda kukutana na Simba, ambayo Simba wameenda kuto kupata pointi 3 na Pamba. Sasa ukiangalia hapo nani mwenye faida kisaikolojia, unamwangalia TRA ndiye mwenye faida kisaikolojia. Anaona kwamba huenda pia alistahili kushinda ile mechi dhidi ya Yanga
kuna makosa ambayo alifanya. Nakumbuka dakika za mwishoni kabisa zile. Wamekosa nafasi wana against one, anakosa alikuwa Kasim Mugoya. Yes, alikosa ile nafasi. Kwa kichwani mwa TRA tayari wanaanza kujiandaa kwamba kumbe ingewezekana sisi tumechukua pointi 3 kwenye ule mchezo, lakini hao wakubwa tunataka tukadhibiti. Kichwani mwa TRA mko vizuri. Nenda kwa upande wa Simba. Unaenda kwa upande wa Simba sasa, tulifanya shughuli zote. Yani ni sawa wewe, yani umetafuta maisha kila sehemu, umeenda South Africa, Marekani, si wapi. Yani kila kitu umemaliza. Alafu una kitu, unaanza kujiuliza mimi nakosea wapi? Yale malaumu yale ya ambayo unaendelea kujilaumu na kujiuliza ndio ambacho kinawakosi Simba mpaka dakika kuelekea kwenye mchezo. Yale maswali ambayo Simba anataka kwenda kuyajibu ni maswali ambayo ya kutengeneza nafasi za uhakika za kupata magoli ambazo walizitumia akiwa na Pamba lakini hawakuzitumia. Kwa hiyo kwenye ile game ukiona naona Simba wanaenda kuwa na pressure kubwa. Huenda pia ikawa ni sare nyingine tena kwa Simba. Lakini Lugano hii Simba mchezo wa mwisho kasare kama vile rungu la lawama kapewa yeye. Kwa sababu unajua wakati anapewa lawama ya Simba nyuma yake kulikuwa na lawama nyingi, yani kulikuwa na matumaini makubwa kwa sababu Yanga walisare. Simba alikuwa anaonekana ile gap ya kushinda ni kumkaribia nani? Yanga. Na ndio maana utakuta pale Mwanza kukaonekana kuna vurugu ya mashabiki kwa sababu mashabiki waliingia na matokeo mfukoni, akajua bwana tukishinda hii mechi tayari tunasogea kwenye zile pointi ambazo Yanga ametoacha nazo kwa sababu michezo mitatu ilikuwa imebakia ili umfikie nani? Umfikie Yanga. Sasa ndio maana utakuta uwezo kujua hata vurugu zile zitokana nini. Yaani ni yale matumaini tu. Imani kubwa. Lakini Simba walifanya kila kitu uwanjani. Sasa ina shida inakuja kwenye huu mchezo dhidi ya TRA. Unakuja kutazama Simba wataenda kwa namna gani? Wako nyumbani. Hiyo advantage ya nyumbani inaweza kawaongezea nguvu kwamba bwana tuko nyumbani tuende tukapata matokeo. Lakini TRA wanachojivunia tumetoka kucheza na timu kubwa. Alafu ukiangalia sawa tunazungumzia hapo kutakuwa na mabadiliko baadhi. Sasa inategemeana pia na makubaliano nayo. Unajua kwenda kwa mkopo, mfano Mzamiru Yasini alikuwa kwa mkopo, hata kama angekuaje asingecheza kwa sababu kana kadi nyekundu, si ndio? Lakini ukienda kwa Chamo ambaye yeye yuko kwa mkopo TRA kutoka Simba, inategemeana na makubaliano yao. Sasa inawezekana asicheze au acheze kama makubaliano yao yakoje. Kama makubaliano yao yako open kwa mwanzo akacheza mechi yote basi anaweza kacheza. Lakini inakuja kuna mtu anaitwa Kitanta Makame. Mimi nategemea anaweza kadhaa nafasi yake. Makame ni majeruhi. Yes. Anaugua, anajiuguza yuko nyumbani. Sijajua backup ya namba 5 atakuwa nani pale kwa upande wa TRA tena. Lakini kucheza hata mchezo nakumbuka na Joseph alitoka siku kwa majeruhi ile mechi. Joseph pia ni beki. Akandwa naho. Anacheza Joseph alikuwa anacheza namba 3. Ndio. Yes, kabla ya kama fullback namba 3. Kabla ya kuja nani huyu nani? Huyu wa Simba huyu alitoka Simba. Numa. Valentino Numa alikuwa anacheza pale. Kwa hiyo sasa hivi amepandishwa kwenye eneo lake la halisia winga ya kushoto. Ana kasi kweli kweli. Ana kasi sana. Kwa hiyo sasa nilichotaka kumaanisha kwa upande wa TRA ni kweli watakuwa na shake endapo kama beki wakati atakuwa hayupo kwa sababu shughuli aliyoifanya dhidi ya Yanga ilikuwa pia ni kubwa na timu alikuwa naibeba kwa sababu gani? Wanajua huyu ni mchezaji mkubwa, hata wachezaji wa ndani walikuwa wanapitia energy kupitia kwake. Unajua mtu asikwambie mtu kwenye mpira wa miguu, yani kama kuna mtu ambao unajua ana uzoefu na exposure yuko ndani, kuna energy anakuambukiza yani ya upambanaji. Mfano kama ile ukiangalia yupo Mzamiru ndani, yupo kuna defender anaitwa Christopher. Yes, Christopher kabla ya Chamuka Rabue kuja alikuwa anacheza hapo So ile energy ambayo itapungua kwa kuwepo kwa Chamo kutokuwepo inaweza kaa shida, lakini pia itapungua kuwepo kwa nani? Kutokosekana kwa Mzamiru. Ambaye Mzamiru kwenye mechi iliyopita alifanya shughuli za kikatili nyingi sana pale uwanjani. Mpaka ile matukio aliyofanya, tukio la mwisho tu ndio lilikuwa baya sana kwa sababu alikuwa na uwezo wa kulikwepa, lakini interception zilikuwa nyingi, kwa kuhamasisha wachezaji, kuwapokea wachezaji, alifanya kila kitu. Yani adhifu kama ndio captain. Kwa hiyo naiona mechi ya Simba na TRA. Naona kabisa Simba kama hawatakuwa na ile utumiaji wa nafasi nzuri. Na bahati nzuri nimesikia taarifa, sina uhakika 100%. Simba na Jonathan Soa mambo yako sawa, huenda pia akatumika. Leo. Umeelewa? Huenda ni kesho.
huenda akatumika. Yani nimesikia kwamba taarifa ziko sawa. Nani kamaliza bani yake, sio? Na yes, mwalimu kamaliza bani yake. Option ya Selemani Mwalimu yupo kwenye kikosi. Sasa wachezaji fitness watakuwa naye. Kwa Selemani Mwalimu alikuwa na kikosi. Anafanya mazoezi. Anazungumza kwa Soa. Ila kwa Soa aliomba radhi. Anazungumza fitness. Aliomba radhi. Sasa alikuwa anazungumza ni ya ndani. Sawa. Lakini anaanza kutwanga, yani kuliko kuanza na DJ na ule striker si bora azime Soa. Mwalimu yupo. Bora azime Soa. Unajua hata mechi iliyopita dhidi ya Pamba ulikuwa unaona nafasi ya striker kwenye kutafuta nafasi ya kuliko kwanza na ule striker game 4 mfululizo ambazo wamecheza bora aanze na Soa. Mechi 4 ambazo wamecheza without mshambuliaji zote ulikuwa unaona kabisa kuna uhitaji mkubwa sana wa mshambuliaji mwenye. Jamani, kurudi kwa mwalimu tumalize kurudi kwa mwalimu anaweza kuongeza kitu, lakini naiona Simba kuna nafasi ya kufanya vizuri, lakini mzigo uliokuwa nao wasiporekebisha masuala ya psychology inawezekana ikawakosa wakajikuta nafanya mashughuli nyingi ambazo ziwasaidii kupata pointi 3. Baada saa kwenye chati hapa ya YouTube ya Mjini FM, ukiingia na yeye hapo una nafasi ya kucomment hapa, nitasoma ujumbe wako mubashara kabisa. Anasema anaitwa Bega Masaka, mchezo utakuwa mzuri japo Simba tunapitia changamoto kwenye sehemu ya mshambuliaji, tunakosa bidhaa hiyo, na matokeo kesho ni mazuri kutokana na maandalizi yanayofanyika. Lakini pia namuona hapa Simon Anton, shukrani sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Magnet Fredrick, anasema nimempenda. Jamani, mashallah, asante sana. Anasema nimependa kanzu zenu hapo studio. Bana sawa, sisi bado tuko hapa sana 92.5 Mjini FM Sports Knockout ya siku ya leo, bado tuko hapa tukirejea hapa. Story ni nyingi sana, michezo ama michuano ya CAF Champions League inarindima siku ya hivi leo. Je, National Al Ahly ana nafasi ya kupeleka sherehe ama furaha ya Eid Mubarak kwa mashabiki wa Al Ahly? Ni jambo la kusubiri, tunarudi hapa. This is Papa Wow, the people's chairman. Yes. Here I am. I'm alive and kicking. Next to Ediano. Bumping like a tennis ball. Yes. I came in style today. Right. With my car. We need to win. Yeah. No matter what. Yes. We need to win. We need to win. No matter what. Round two. Sports Knockout. Mjini FM. Para kipenga